Muy buenas tardes, Habari za mchana, amados amigos y hermanos marafiki presentes wapendwa na y los que ndugu están en diferentes mliopo na wale walio katika reciban un saludo mataifa también. mbalimbali. Todos los Pokea salamu ministros zangu pia kwa y wahudumu wote congregaciones, na hermanos en makutaniko diferentes na ndugu países, katika nchi y mbalimbali, un saludo muy especial na para el salamu za misionero pekee kwa Miguel missionari Bermúdez Marín, Migeri Bermudez al Marini cual amamos ambaye grandemente tunampenda sana y deseamos que na Dios tunatamani ya kwamba lo Mungu mantenga con salud, ampe afya njema, con energía nguvu na y akili siempre con su safi mente clara como la ha kila tenido wakati siempre, kama alivyokuwa y lo nayo use daima, grandemente en na su amtumia obra sana katika kazi yake este tiempo katika final en el wakati huu cual wa mwisho estamos ambamo viviendo. Hoy lo tunaishi, continúe au usando aendelee grandemente kumtumia en este sana tiempo final katika wakati huu wa y lo mwisho, mantenga vivo hasta su na amweke hai transformación. hadi kubadilishwa En kwake. el nombre del Señor Katika Jesucristo, jina la Bwana Yesu Kristo deseamos todas estas tunamtakia bendiciones baraka hizi para zote nuestro hermano ndugu Miguel yetu Bermúdez Marín. Migeri Bermudez Marini. Y ahora Na sasa hemos visto tumeona el respaldo que le están dando al msaada proyecto wanaotoa kwa de mradi la gran wa carpa catedral, hema kuu la kanisa kuu, el cual pues ambayo hivyo apreciamos grandemente tunathamini y sana, deseamos que Dios les bendiga na tunatamani ya kwamba grandemente, Mungu awabariki a ninyi todos, nyote les zaidi prospere espiritualmente na awafanikishe ninyi y kiroho na materialmente, les kimwili, use na grandemente kuwatumia zaidi esta katika etapa final del hatua programa hii ya mwisho divino katika mpango en wa medio kiungu, del katikati cristianismo ya Ukristo y luego en medio na pia de katikati los judíos ya también. Wayahudi Y pia. ahora Na sasa leemos tutasoma en katika Habacuc Habakuki capítulo sura 2, ya pili versos mstari 1 en adelante, wa kwanza na donde nos dice: kuendelea, ambapo inatuambia estaré y sobre la fortaleza mimi nitasimama afirmaré la katika zamu pie yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili lo nione que se me dirá atakalo niambia y que na jinsi he de na jinsi na responder na jinsi nitakavyojibu tocante a mi katika queja. habari ya kulalamika kwangu. Y Jehová me respondió y Bwana dijo: akanijibu akasema, escribe la visión iandike y njozi, declarará ukaifanye iwe wazi zaidi en tablas katika para que corra vibao, el ili que leyere aisomaye en ella. apate kuisoma kama Aunque la maji. visión tardará Maana njozi hii aún por bado un tiempo, ni kwa wakati mas se apresura ulioamriwa, hasta el fin. Y na no mentirá, inafanya haraka ili aunque tardare, kufikiria mwisho wake, espéralo, wala haitasema porque sin uongo. duda vendrá, Ijapo porque sin duda kawia, vendrá, ingojee, no kwa kuwa tardará. haina budi kuja, haitakawia. Y luego, este mismo capítulo 2, verso 13 al 14 de Habacuc 2 dice: Na kisha sura hiyo ya pili mstari wa 13 hadi 14 wa Habakuki inatuambia, los pueblos pues, je, hili yalitokana na Bwana wa majeshi? Watu watajitaabisha kwa moto na mataifa watajitaabisha bure, kwa maana dunia itajazwa maarifa ya utukufu wa Bwana kama maji yaifunikavyo bahari. Na katika Kutoka sura 25
mstari wa 8 hadi 9. Wakati Mungu alipoamuru kujijengea nyumba, hema, alimwagiza Musa akamwonyesha mpango mlimani. Kisha kutoka sura ya 25 mstari wa 8 hadi 9 inatuambia, nao watanifanyia patakatifu, nami nitakaa kati yao. Sawasawa na hayo yote ni kuonyeshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyofanya. Mada yetu kwa ajili ya wakati huu itakuwa kulingana na maono ya kiungu. Itakuwaje kulingana na maono ya kiungu? Yale ambayo Mungu ameahidi na anayojitayarisha kuitimiza katikati ya kanisa lake katika siku ya mwisho. Itakuwa kulingana na maono ya kiungu. Mnaweza mkaketi tafadhali. Mungu daima hufanya kile ambacho ameahidi. Ananena na kisha anatimiza anayonena, yale aliyoahidi. Kwa hivyo swali ambalo liko katika akili mwa mwanadamu wanapoiona sayari ya dunia katika hali ilivyo, matatizo yanayoijia sayari ya dunia, na kwa wanadamu wanajiuliza, Mungu atafanya nini? Na Mungu anafanya nini katika wakati huu tunamoishi? Kile anachofanya na kile atakachofanya baadaye kitakuwa kulingana na maono ya kiungu ambayo amewaonyesha manabii wake kuanzia kwa Agano la Kale hadi Agano Jipya, kuanzia Mwanzo hadi Ufunuo. Hapo kuna neno la kinabii la Mungu la kile atakachofanya katika wakati huu wa mwisho. Kwa ajili ya hiyo tunahitaji kujua kile alichoahidi, ili kujua kile tunachopaswa kutarajia kuona kutoka kwa Mungu katika wakati huu wa mwisho. Kwa sababu kile atakachofanya Mungu kinatokana na kile alichoahidi. Maandiko yanasema Mungu aliziumba mbingu na nchi, na alifanya hivyo jinsi gani? Kupitia kwa neno lililonenwa, kwa yale aliyoyanena, aliyoyasema, na hayo ndiyo aliyoyafanya: kuumba mbingu na nchi. Na kisha baadaye, hatujui ni miaka mamia, maelfu ama mamilioni ya miaka ama mamilioni ya miaka ngapi, ambapo dunia ilifunikwa na maji, ilikuwa katika hali ngumu. Shida kubwa ilikuwa imeipata dunia
kujikuta katika hali hiyo, na kisha akarudi akanena neno ili kuirejesha dunia na kuwaweka Adamu na Hawa kwenye sayari ya dunia, mwanamume wa kwanza na kisha mwanamke wa kwanza ambao waliumbwa na Mungu ili kuzaliana, ili kuijaza dunia, kukaa ndani yake na kutawala juu ya sayari ya dunia. Yani Adamu aliwekwa kama mfalme juu ya sayari ya dunia. Kulikuwa na matatizo fulani huko nyuma katika Edeni ambayo tayari tunajua, na walianza kuzaliwa wana na binti wa Adamu, kwa sababu alikuwa amepoteza haki ya kuishi milele kimwili, na Hawa pia, kwa sababu walifanya dhambi na mauti ikawajia. Kama Mungu alivyokuwa amemwambia, siku utakapokula matunda ya mti ujuzi wa mema na mabaya, siku hiyo utakufa. Na hivyo ikawa, walikufa kwa uzima wa milele, na maisha ya muda tu ndiyo yaliyobaki kwao, ambayo Mungu aliwaruhusu kuwa nayo. Na kisha watoto wa Adamu na Hawa walikuja na maisha ya muda ama ya temporary, kwa sababu walikuwa tayari wamepoteza uzima wa milele wa kimwili, na sasa maisha ya Adamu na Hawa na vizazi vyao yangekuwa yanapita hapa duniani. Kila siku wangeishi miaka michache kabla hawajaweza kuishi na maisha ya temporary hadi miaka 969 ambayo aliishi Metusela, lakini haikuweza kudumu zaidi ya miaka 1000. Hangeweza kuishi hadi miaka 1000, kwa sababu miaka elfu ni siku moja mbele za Mungu, ambayo ilionyesha kwamba walikuwa wamepoteza uzima wa milele wa kimwili. Na kwa hivyo watu wangeendelea kuja duniani kupitia muungano wa mwanamume na mwanamke, lakini pamoja na maisha ya muda ambayo ndiyo wazazi wa duniani wanaweza kuwapa watoto wao hapa duniani. Baadaye tunapata ya kwamba Adamu alionyeshwa njia ya kumkaribia Mungu kupitia dhabihu za wanyama, na Mungu akawapa ngozi ili kufunika uchi wa Adamu na Hawa. Kwa hivyo ilibidi mnyama mdogo afe. Mnyama mdogo alitolewa dhabihu, jambo ambalo tunakuta likitokea katika bustani ya Edeni, ambayo ni mfano wa Masihi na kifo chake cha ukombozi, ili kumtakasa mwanadamu na dhambi zake zote na kuweza
kumleta mwanadamu mbele za Mungu, na mwanadamu anapata uzima wa milele katika nyanja ya kiroho, akiwa amepatanishwa na Mungu kwa ahadi ya kwamba baadaye katika siku ya mwisho atapokea kufanywa wana kimwili, kwa sababu tayari amepata kufanya mwana wa kiroho. Na akipokea kufanywa mwana kimwili, atapata uzima wa kimwili wa milele, akibadilishwa, ikiwa yuko kwenye siku ya mwisho, katika hatua ya kanisa linaloambatana na siku ya mwisho, ambaye ni ya kizazi cha jiwe la pembeni. Na ikiwa ataendelea kuwa hai hadi Kristo atakapokuja pamoja na waaminio waliokufa katika hatua zilizopita na kuwafufua katika miili ya utukufu na ya milele, na wale walio hai atawabadilisha, na hivyo watakuwa na kufanywa wana kimwili. Watakuwa na sehemu mbili: ufufuo wa kimwili pamoja na ufufuo wa kiroho ambao walipopata kuzaliwa upya na kuingia na kuwa sehemu ya mwili wa siri wa Kristo, ambao ni Israeli wa mbinguni, Israeli wa kiroho, watu wa mbinguni wa Mungu, ambao wametiwa ishara kama wateule ambao majina yao yameandikwa mbinguni kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Pamoja na miongoni mwao kumekuwako tangu siku ya Pentekoste na kuendelea kudhihirishwa na kuzaa hiyo familia ya Mungu ya wana na binti za Mungu, yani watoto ambao Adamu na Hawa walipaswa kupata hapo mwanzo, watoto wenye uzima wa milele. Hiyo ingekuwa na mchakato ili kuleta mbio hizo na uzima wa milele wa wana na binti za Mungu, wazao wa Mungu. Kisha wakati huo waliwakilishwa, walifananishwa Israeli, ama katika Israeli. Israeli ni watu wa kidunia wa Mungu, kama watu, kama taifa, na kanisa la Bwana Yesu Kristo ni watu wa mbinguni wa Mungu. Hakuna tatizo kati ya watu hawa wawili, kwa sababu mmoja ni wa mbinguni na mwingine ni wa duniani. Wa duniani anawakilishwa katika Manase, wa mbinguni anawakilishwa katika Efraimu. Wana wawili wa Yusufu, na Yusufu anawakilisha Masihi. Historia ya maisha ya Yusufu ni mfano na sura ya maisha ya Masihi, na hivyo basi maisha ya Masihi ni kwa ajili ya baraka za watu wa Kiebrania na pia za wa mataifa. Yusufu ni mwana wa baraka. Popote alipokwenda
familia iliyomkaribisha, watu walomkaribisha na taifa lililomkaribisha lilifanikiwa pia. Yusufu anakuja mwishoni mwa wakati, yani Kristo Masihi mpakwa mafuta anakuja mwishoni mwa wakati kwa ajili ya kuwabariki Waebrania na kuwabariki wa Ukristo wa wateule wa kanisa la Bwana Yesu Kristo. Kati ya watu wa Kiebrania wanangojea kuja kwa Masihi, na kwa ajili ya mwaka huu wanangojea kuja kwa Masihi. Ni muhimu kujua ahadi za kuja kwa Masihi ili kuwa tayari kwa kuja kwa Masihi. Pia Ukristo umekuwa ukingojea kuja kwa Masihi kwa takriban miaka 2000 kwa ajili ya ufufuo wa wafu wanaoamini Kristo na kubadilishwa kwa sisi ambao tuko hai kutoka hatua hadi hatua, kutoka karne hadi karne. Waaminio katika Kristo ama Ukristo wamekuwa kingojea Masihi, na pia kwa Wayahudi. Kwa hivyo ni muhimu kujua ahadi za kuja kwa Masihi, ahadi za kuja kwa Masihi na za kuja kwa Masihi kwa wakati wa mwisho, ili isifanyike kama ilivyokuwa miaka 2000 iliyopita ambayo ilitimizwa. Ilibidi afe ili kutekeleza kazi ya ukombozi, na hivyo na ndivyo sababu walipofushwa na Mungu mwenyewe, na ndiyo sababu Kristo anasema wasamehe Baba kwa maana hawajui. Hazikutambua hilo mamlaka kuu za kidini na serikali, kwa sababu hili ndilo lililopaswa kutokea ili kazi ya ukombozi iweze kutekelezwa. Hakuwa mwingine ila Mungu mwenyewe katika mtu aitwaye Yesu, akitimiza kuja kwa Masihi kama ilivyoahidiwa kwa ajili ya wakati huo. Kila kitu kilikuwa katika urahisi, na hilo huwapofusha watu wanaotarajia ahadi kubwa. Wanatazamia kudhihirika katika njia kubwa ama umbo kubwa, katika njia isiyo ya kawaida, lakini Mungu anaitimiza katika njia ya mazingira ya watu ya kile alichoahidi. Kwa hivyo Mungu hutimiza katika hali ya kawaida ya watu ahadi kuu alizotoa kwa ajili ya watu wake. Na sasa, kwa kuwa tunaishi katika wakati wa mwisho na kwamba tunangojea utimilifu wa ahadi kuu, na tuna tumaini kuu na la kipekee ambalo wanadamu wanalo, kwa sababu hakuna tumaini nje ya ujio wa pili wa Kristo. Kwa hivyo tunapaswa kufahamu ahadi za kinabii
za kuja kwa Masihi na kile atakachokuwa akifanya katika wakati huu wa mwisho, kwa sababu tutamtambua kwa mambo ambayo atakuwa anafanya, yani mambo ambayo atakuwa anatimiza ahadi za kimasia zinazolingana na wakati huu wa mwisho. Tutaitambua katika utimizo wa yale aliyoahidi, kwa sababu yeye atabaki katika neno lililoahidiwa, akitimiza kadri wakati unavyopita, akitimiza kila ahadi hatua kwa hatua. Kwa hivyo ni lazima tuwe tayari ili kumwona na kumpokea katika wakati wa kuja kwake kwa kanisa lake, kwa watu wake wa Agano Jipya, kama vile kuja kwake kwa mara ya kwanza kulivyokuwa kwa watu wa agano chini ya sheria ambayo Mungu aliwapa Israeli kupitia kwa Nabii Musa. Daima tunaweza kuona ya kwamba kuja kwake ni kwa watu ambao wako chini ya agano linalofanya kazi wakati wa kuja kwake. Wakati alipokuja kwenye kuja kwake kwa mara ya kwanza, mataifa hawakujua lolote juu ya kuja kwa Masihi, wala hawakumtarajia. Na sasa kuja kwa Masihi kunangojewa na kanisa la Bwana Yesu Kristo katika Ukristo. Kwa hivyo ya kupasa kujua ahadi za na kwa ajili ya kuja kwa Masihi, ili watu ambao wako chini ya agano linalofanya kazi katika sehemu ya pili ya juma la 70 la unabii wa Danieli, katika sehemu ya pili ya juma la 70 la unabii wa Danieli sura ya 9, unabii wa majuma 70 wasipitishwe kama ilivyokuwa miaka 2000 iliyopita. Juma la mwisho ambalo ni juma la 70 linajumuisha miaka 7, ni wiki ya kimasihi. Miaka 3.5, nusu ya juma tayari imepita kwa watu wa Kiebrania, na sehemu ya pili haipo, ambayo itatimizwa katika wakati huu wa mwisho, wakati Mungu atakapowageukia Waebrania Wayahudi ili kuendeleza juma la 70, yani sehemu ya pili ya juma nambari 70. Israeli iko na macho yake wazi kwa unabii wa Masihi ambao unalingana na siku ya mwisho, wakati wa mwisho. Na ni kwa ajili ya siku ya mwisho ambapo Kristo aliahidi kuwafufua waaminio waliokufa katika yeye, ambao wako katika paradiso wakingojea ili Kristo afike huko paradiso hadi kiwango cha 6, kwa sababu Kristo yuko katika kiwango cha 7 akifanya maombezi kwa damu yake, akiwa kuhani mkuu kwenye kiti cha rehema, pale kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Lakini yeye atakapolikamilisha kanisa lake, atakuwa amefanya maombezi hata kwa mteule wa mwisho katika kitabu cha uzima cha Mwanakondoo, ambacho kingeunda sehemu ya kanisa la Bwana Yesu Kristo. Na hapo atakuwa amelikamilisha kanisa lake,
na atatoka katika kiti cha enzi cha maombezi mbinguni, atachukua kitabu kilichotiwa kwa muhuri 7 ambacho kiko katika mkono wa kuume wa Mungu. Katika mkono wa kuume wake yeye akitie juu ya kiti cha enzi, atakifungua mbinguni na kufanya kazi yake ya kudai. Atakwenda paradiso, atawafufua waliokufa waaminio katika yeye, watadhihirika kwa waamini ambao watakuwa hai, na tutakapoona tutabadilishwa. Hivi ndivyo mchungaji William Branham alivyolieleza, na hilo linatupa ujuzi mkuu na mpana wa kile kitakachotokea katika wakati huu wa mwisho. Kwa hivyo tayari wakijua kwamba watatokea kama ilivyotokea wakati Kristo alipofufuka, walifufuliwa pamoja naye watakatifu wa Agano la Kale na kuwatokea wengi wa jamaa zao katika mji wa Yerusalemu. Yaani kwamba tayari ilifanyika kwa njia hiyo na watakatifu wa Agano la Kale, na sasa kutakuwa na ufufuo wa watakatifu wa Agano Jipya, ambao miongoni mwao kuna Waebrania na pia wa mataifa, ambao wameunda kanisa la Bwana Yesu Kristo katika wakati ambao waliishi. Kulikuwa na mahali, eneo ambapo ufufuo wa wafu wa Agano la Kale ungetokea, na hiyo ilikuwa Yerusalemu. Swali ni, je, kutakuwa na mahali kwa ajili ya ufufuo wa waaminio katika Kristo? Swali hilo litajibiwa wakati tutakapowaona wakifufuliwa katika siku ya mwisho, ambayo Kristo alisema, nami nitamfufua katika siku ya mwisho. Mtakatifu Yohana sura ya 6 anairudia mara 4 hadi 5, nami nitamfufua katika siku ya mwisho. Na pia katika Yohana Mtakatifu sura ya 11 anatunenea kuhusu ufufuo. Na sasa tunapaswa kufahamu ahadi za ujio wa pili wa Kristo, wa sauti kuu ya baragumu ama baragumu ya mwisho inayowaita na kuwakusanya wateule na kuwatayarisha ili kupokea imani ya kubadilishwa na kupelekwa pamoja na Kristo kwenye karamu ya harusi ya mwanakondoo. Wakati kanisa la Bwana Yesu Kristo, wale waliofufuliwa katika miili ya utukufu na wale watakaobadilishwa watakuwa wanatumia miaka 3.5 mbinguni katika nyumba ya Baba yetu wa mbinguni kwenye karamu ya harusi ya mwanakondoo. Ubinadamu utakuwa ukitumia hapa duniani kipindi cha wakati kiitwacho dhiki kuu, ambapo hukumu za kiungu zitawaangukia wanadamu na hakutakuwa na njia ya kuepuka hukumu hizo za kiungu. Ijapokuwa wanatayarisha vyombo vya anga za juu kwenda kwenye sayari nyingine, hawatakuwa na wakati wa kutayarisha sayari ili kuepuka hukumu za kiungu zinazokuja juu ya jamii ya wanadamu kwenye sayari hii. Tunaweza kusema tayari ni kuchelewa ili kufunga sayari nyingine, isipokuwa
kwa ajili ya waaminio katika Kristo ambao wataenda kubadilishwa na kuchukuliwa pamoja na Kristo kwenye karamu ya harusi ya mwanakondoo. Siri ya kubadilishwa na kunyakuliwa kwa kanisa ni kwamba kama vile Eliya alivyobebwa kwenye gari la moto liloitwa sahani irukayo, alibebwa na malaika hadi mbinguni. Waaminio katika Kristo ambao watabadilishwa na kupelekwa pamoja na Kristo kwenye karamu ya harusi ya mwanakondoo watabebwa katika magari ya vita ya moto, yani Mchungaji William na tutakapowaona wafu katika Kristo wakifuka tutabadilishwa. Yani kuna kazi ambayo malaika wa mwana wa Adamu, malaika wa Mungu watakuwa wakifanya kwa niaba ya waaminio katika Kristo ambao wameoshwa kwa damu ya Kristo, na kwa hivyo hawana dhambi. Ikiwa hawana dhambi, sio lazima wapitie hukumu za dhiki kuu, na kisha watachukuliwa hadi kiwango kingine, kubadilishwa kwa miili ya milele na yenye utukufu, na wataenda kwenye nyumba ya Baba yetu wa mbinguni, ambapo karamu muhimu zaidi ambayo imewahi kutokea mbinguni itakuwa ikifanyika. Kwa hivyo hiyo ndiyo itakuwa ni njia ambayo kwa ajili yake wataepuka dhiki kuu na hukumu zile zitakazokuja katika siku ya mwisho juu ya jamii ya wanadamu. Katika kipindi hicho cha wakati wa dhiki kuu, volkano zitakuwa zinalipuka, na kupitia majivu hayo ya volkano dunia itafunikwa na itakuwa na rutuba kwa ufalme mtukufu wa milenia wa Masihi. Mataifa mengi yatatoweka, mengine kwa sababu ya volkano, mengine kwa sababu ya vita vya atomiki ambavyo vitakuja, na mengine kwa sababu ya mawimbi ya maji, tsunami na hali kadhalika, ambayo itafunika nchi nyingi, na juu ya pwani zote za nchi nyingi zilizobaki pwani zitatoweka. Kinachokuja duniani sio rahisi, ni cha kutisha na hakuna njia ya kuweza kuepuka. Isipokuwa kwa kuiacha sayari hii ya dunia katika magari ya vita ya moto, kama Kristo Bwana atakavyofanya na waaminio katika yeye. Ni rahisi tu jinsi hiyo. Itakuwa rahisi kwake kuifanya, na sisi hatuwezi kufanikisha peke yetu. Ni kazi ambayo ataifanya katika wakati huu, ni kazi atakayofanya katika wakati huu wa mwisho, kama vile aliyomchukua nabii Eliya, na kama baadaye pia aliwachukua watakatifu waliofufuliwa pamoja na Kristo, na pia Yesu Kristo alipopaa mbinguni. Hakuna ndege au roketi
ambazo zinaweza kuchukua wanadamu katika viwango vingine. Kwa hivyo tumaini pekee lililopo ni kuja kwa Kristo, kuja kwa Bwana ili kulitafuta kanisa lake katika wakati huu wa mwisho. Hatujui ni mwaka, hatujui mwaka, hatujui mwezi wala siku, hatujui siku wala saa wala mwezi wala mwaka, lakini tunajua ya kwamba itakuja, kwa sababu ni ahadi ambayo Mungu ametoa na iko katika neno lake. Haizuru inachelewa kiasi gani, miaka 2000 tayari imepita, lakini ahadi hiyo ni dhabiti kama ilivyofikiriwa na Mungu na kunenwa na Mungu kupitia kwa vyombo vyake, kama vile Mtakatifu Paulo, kama Mtakatifu Petro na Kristo mwenyewe, ambao walinena juu ya kuja kwa mwana wa Adamu kama umeme. Na pia alinena ya kwamba mwana wa Adamu atawatuma malaika wake pamoja na sauti kuu ya baragumu, nao watakusanya wateule wake kutoka mwisho huu mmoja wa mbingu hadi mwingine, ama hadi mwisho mwingine. Wale waliochaguliwa ni Waebrania 144,000 ambao watakusanywa, na malaika ni mizeituni miwili, Musa na Elia. Huduma za Musa na Elia zikijirudia katika wakati wa mwisho. Kwa ajili ya wakati wa mwisho, imani itatolewa ili kubadilishwa na kunyakuliwa kwa wateule wa Mungu ambao wataunda kanisa lake katika wakati wa mwisho, pamoja na wateule waliounda kanisa lake katika vizazi vilivyopita, ambao tayari wamekufa, lakini watafufuliwa katika miili ya utukufu na ya milele, sawa na mwili wa utukufu ambao anao Yesu Kristo Mwokozi wetu. Hapo kuna maelezo mengi ambayo yatafunuliwa kwa kanisa la Bwana Yesu Kristo katika siku ya mwisho, katika hatua ya dhahabu ya kanisa, hatua ya patakatifu patakatifu pa hekalu hilo la kiroho ambalo ni kanisa lake. Ikiwa ni hekalu la kiroho, ni lazima liwe na patakatifu patakatifu kiroho, na hiyo ndiyo kizazi cha dhahabu cha kanisa, kizazi cha jiwe la pembeni, kizazi cha jiwe la pembeni cha kanisa la Bwana Yesu Kristo Mwokozi wetu. Wakati Wayahudi watakapomwona akija kwa ajili ya kanisa lake, watasema, huyu ndiye ambaye sisi tunamngojea. Hivyo ndivyo alivyosema mchungaji William Branham katika ukurasa wa 22 na 23 wa kitabu cha nukuu. Na hiyo ni ahadi, unabii kwa kanisa la Bwana Yesu Kristo, na pia kwa watu wa Kiebrania, kwa sababu kile ambacho Mungu atafanya kitakuwa kulingana na yale maono ya kiungu yalivyonena kwa ajili ya wakati huu wa mwisho. Kila kitu ambacho Mungu atafanya katika wakati huu wa mwisho kitakuwa kulingana na maono ya kiungu. Baraka zote za Mungu kwa waaminio zitakuwa sawa na maono ya kiungu, kulingana na maono ya kiungu. Hapo kuna tajwa hema la kanisa kuu ambalo linaonekana kwenye eneo la katikati ya Ukristo, ambapo Kristo atoka katika nguzo ya moto. Nguzo ile ya moto ama nguzo ya moto
iliyomtokea Musa katika sura ya 3 ya Kutoka, na ambayo ilimwambia, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Malaika huyu wa agano ni Kristo katikati ya watu wake, ambaye ndani yake kuna Mungu katika utimilifu wake wote, na ni jina la Mungu kulingana na kile alichonena katika Kutoka sura ya 23 mstari wa 20 na kuendelea, ambapo inasema, tazama na mtuma malaika wangu mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Jilinde mbele zake, msikie sauti yake, wala msiwe mwasi kwake, kwa maana hatawasamea makosa yenu, kwa maana jina langu limo ndani yake. Jina la Mungu liko wapi? Katika malaika wa Mungu, malaika wa agano ambaye alimtokea Musa. Ndiyo maana Musa alitaka kujua jina la Mungu lililokuwa ndani ya malaika wa Mungu, na ndiyo maana alimuuliza kuhusu jina hilo, na malaika akamwambia, jina hilo ni nani? Alimwambia, mimi ndiye niliye, na utawaambia, mimi ndiye nimetumwa kwenu, mimi ndiye amenituma kwenu. Sura ya 3 mstari wa 13 hadi wa 16 ya Kutoka. Na pia katika sura ya 6 ya Kutoka anatunenea kuhusu jina, lakini mkisikia sauti yake kweli na kufanya yote ni kuambiayo, mimi nitakuwa adui wa adui zako, nami nitawatesa wale wanaokutesa. Kwa maana malaika wangu watakutangulia na kupeleka mpaka nchi ya Waamori na Mhiti na Mperizi na Mkanani na Mhivi na Myebusi, ambayo nitakaouangamiza. Hapa tunaweza kuona kwamba malaika wa Mungu aliandamana na Musa, na kwa hivyo alikuwa akiandamana na watu wa Kiebrania, na kwamba jina la Mungu lilikuwa ndani ya malaika wa Mungu, ambaye ni mwili wa malaika wa Mungu au teofania, ambayo ilionekana kwa namna mbalimbali. Ilionekana kwa namna ya nguzo ya moto, na wakati mwingine ilionekana kwa namna ya mtu kutoka kwa kiwango kingine. Kuhusu maono ya hema, tunaona kwamba ni ahadi kubwa sana, na pale ambapo maono hayo yanatimizwa, kwa sababu inabidi yatimizwe katika nchi fulani, ambapo maono hayo yatatimizwa, kutakuwa na baraka kubwa kutoka kwa Mungu kwa watu wote ambao watakuwa pale, na kwa wale ambao watakuwa wakiunganishwa na kusikiliza mahubiri na kusikia kila kitu kitakachokuwa kikitendeka na kuona kila kitu kitakachokuwa kikitendeka katika mahali hapo. Yani hawatalazimika kuwepo pia, kwa sababu itawafikia kupitia kwa njia ya interneti ama mtandao, satellite, televisheni na hali kadhalika katika nchi mbalimbali. Kutimizwa kwa maono hayo kutatimiza hatua ya 3, ambayo itakuwa ni hatua ya neno, ambapo neno lililonenwa litakuwa likileta baraka kuu kwa watu wote wa Mungu, sio kwa ajili ya nchi tu ambayo maono ya hema yanatimizwa, bali kwa ajili ya nchi zote, kwa ajili ya mataifa yote, watu wote binafsi ambao watakuwa wakisikiliza na kuona kila kitu kitakachokuwa kikitendeka
mahali hapo, na pia watakuwa wakiandamana ama wakisindikiza nyimbo zitakazoimbwa katika mahali hapo. Kwa hivyo kanisa la Bwana Yesu Kristo ndilo litakalokuwa chombo kwa ajili ya sehemu ya kimwili, kwa ajili ya ujenzi wa mahali hapo, na Kristo atatimiza sehemu yake, sehemu ya kilo atakayotekeleza na baraka alizoahidi kwa ajili ya kanisa lake. Na kwa sehemu ya mwili, ya kimwili, atakuwa akiwapaka mafuta watu na kutumia vyombo, kwa sababu sisi ni vyombo vya Kristo kwa ajili yake, ili kutekeleza kazi yake katika sayari hii ya dunia. Na kila kitu kitakuwa kulingana na maono ya kiungu, jinsi alivyopewa mchungaji wa Branham, kulingana na maono ya kiungu yaliyotolewa na mitume na manabii kwa ajili ya wakati wa mwisho. Itakuwa kulingana na maono ya kiungu, mambo yatakayokuwa yakitokea mahali hapo katika siku ya mwisho. Kwa hivyo bara ama continent na eneo ambalo maono ya hema yanatimizwa, itakuwa ni fursa kubwa, kwa sababu kila kitu kitakuwa kulingana na maono ya kiungu. Mchungaji William Branham aliwahi kunena wakati mmoja ya kwamba maono ya hema yalikuwa bado hayajatimizwa, lakini kwa kuwa ni kulingana na maono ya kiungu, inabidi yatimizwe katika eneo fulani, na inapaswa kuwa eneo ambalo Mungu anatimiza mpango wake kwa ajili ya wakati huu wa mwisho. Inapaswa kuwa katika eneo ambapo kinatimizwa kizazi cha dhahabu cha kanisa la Bwana Yesu Kristo. Haikuwa kwa vizazi vyovyote vilivyopita, kwa sababu ni kwa ajili ya kizazi cha jiwe la pembeni ambacho kinalingana na wakati huu ambayo inalingana na wakati huu wa mwisho. Ahadi hii ni kubwa sana, na ataitimiza katika wakati huu wa mwisho ambao tumelazimika kuishi. Ukurasa wa 120 fungu la 1068 ya kitabu cha nukuu inasema, nina jambo moja tu maishani mwangu ambalo Bwana aliniambia, ambalo halijatimizwa bado. Ni jengo lile ama hema ambapo kutakuwa na chumba kidogo, na itabidi niwe ndani nikiwaombea wagonjwa. Hili halijafanyika bado nijuavyo. Hili ndilo jambo pekee ninalolijua, na kwa sababu ni ahadi ya maono ya kiungu, haina budi kutimizwa. Heri wale ambao watashiriki katika utimilifu wa maono hayo. Tunapobadilishwa na yeye kutoa tuzo, tutajua ni msaada gani tuliotoa kwa mradi huo wa maono ya kiungu ambayo yameonyeshwa katika neno la kinabii kwa kanisa la Bwana Yesu Kristo. Wengine watasema, kama ningelijua ningefanya mengi zaidi.
Sio kama ningejua, hiyo ni kama ningeamini. Na kwa sababu tunaiamini, tunafanya zaidi ya yale ambayo tuko ndani, ya yale ambayo tuko ndani ya uwezo wetu, ambayo yako ndani ya uwezo wetu, kufanya kazi katika kazi ya Bwana, kwa sababu kila kitu kitakuwa kulingana na maono ya kiungu. Na kama kuna ujenzi, hapo kuna watu wanaofanya kazi, kuna watu wanaunga mkono mradi huu wa kiungu ulio katika mpango wa maono ya kiungu yanayolingana na wakati huu wa mwisho. Nitamwacha pamoja nani mchungaji Yusufu Benjamin Perez hapa ili aweze kutunenea. Kila kitu kinachosalia kufanywa leo Jumapili ya kwanza ya mwaka wa 2016. Ni muhimu sana kuanza mwaka kwa kumshika sana Kristo Mwokozi wetu. Kwenye dunia hii hakuna tumaini kwa wanadamu. Tumaini pekee ni kuja kwa Kristo kwa kanisa lake katika wakati huu wa mwisho ambao ameahidi na ataitimiza kwa wakati wake.